Habari yako mtazamaji wa Official Navik, karibu katika chaneli yetu. Usisahau kusubscribe, kulike, kushare pamoja na kucomment. Karibu katika simulizi ya kipekee ya maisha ya nyota wa soka Ousmane Dembele. Hii ni hadithi ya kijana kutoka mji mdogo wa Vernon, Ufaransa. Alizaliwa mwaka 1997 na kugeuka kuwa moja ya wachezaji bora kabisa wa kizazi chake. Ni hadithi ya changamoto, nidhamu, maumivu ya majeraha na hatimaye ushindi wa ndoto kubwa ya tuzo ya Ballon d'Or barani Ulaya. Dembele alikulia katika familia ya asili ya Mauritanian na Senegal. Wazazi wake walihama kutoka Afrika Magharibi kutafuta maisha bora. Utoto wake haukuwa rahisi, lakini alikuwa na kitu cha kipekee, kwani alikuwa na mapenzi makubwa ya mpira. Katika mitaa ya Vernon, kijana huyo alitumia muda mwingi akicheza kandanda mitaani, akionyesha kasi ya ajabu, dribbling za hatari na ujasiri usio na hofu. Mara nyingi marafiki zake walimuita kijana mwenye mpira usiokamatika. Familia yake ilimuunga mkono, hasa mama yake alimhamasisha kuendelea kuamini ndoto zake licha ya changamoto za kifedha. Dembele alijiunga na akademi ya Rennes akiwa na umri mdogo. Hapa ndipo kipaji chake kilianza kung'aa rasmi. Wakati vijana wenzake walikuwa wanajifunza misingi ya mpira, Dembele tayari alikuwa anaonyesha ubunifu wa kipekee. Mnamo mwaka 2015, akiwa na umri wa miaka 18, alicheza mechi ya kwanza ya ligi ya kwanza na Rennes. Ulimwengu wa soka ulianza kumtazama kwa macho mapya. Kasi yake, uhodari wa kutumia miguu yote miwili na uwezo wa kufunga magoli makubwa vilimfanya kuwa gumzo. Mwaka 2016 Dembele alihamia Borussia Dortmund, Ujerumani. Hapa ndipo alipoanza kufahamika duniani. Alicheza msimu mmoja pekee, lakini alifunga magoli muhimu na kutoa pasi nyingi za mabao. Mashabiki wa Dortmund walimpenda kwa staili yake ya kutisha ya uchezaji. Alishinda DFB Pokal, kombe la Ujerumani, akionyesha uwezo wa kuamua mechi kubwa. Msimu huu wa kipekee ulimweka kwenye rada ya vilabu vikubwa Ulaya. Mwaka 2017 Barcelona walimnunua Dembele kwa ada kubwa, karibuni milioni 105, moja ya usajili ghali zaidi wakati huo. Hii ilikuwa nafasi yake ya kuendeleza urithi wake katika klabu yenye historia kubwa. Lakini safari yake haikuwa rahisi. Majeraha makubwa ya mara kwa mara yalimuumiza sana. Mara nyingi alikuwa nje ya uwanja kwa miezi kadhaa. Mashabiki walikuwa na mashaka kama kweli ataishi kwa matarajio makubwa. Lakini Dembele hakuacha kupigana. Alifanya kazi kubwa kurejea fiti na polepole akaanza kurudisha makali yake. Aliwasaidia Barcelona kushinda La Liga na makombe mengine mengi ya ndani. Uvumilivu wake ulijenga tabia mpya, kuwa mpiganaji. Miaka kadhaa ya majeraha ilimfundisha nidhamu, lishe bora na umuhimu wa afya ya akili. Kufikia mwaka 2022, Dembele alikuwa amekomaa. Kasi yake, maono ya uchezaji na uwezo wa kutoa pasi sahihi vilimfanya tena kuwa kati ya wachezaji hatari zaidi duniani. Wakati wa kombe la dunia 2022 na Euro 2024, alionyesha ubora mkubwa akiwa na timu ya taifa ya Ufaransa, akisaidia kufika hatua za juu na kushinda mashindano makubwa. Mwaka 2023 Dembele alihamia Paris Saint-Germain, PSG. Hapa alikuwa kinara, hasa baada ya Neymar kuondoka na Messi kurejea Inter Miami. PSG walimtegemea kama injini ya kushambulia pamoja na Kylian Mbappe. Katika mechi za ligi kubwa ya mabingwa Ulaya, alionyesha maajabu, mabao ya kipekee, pasi za usiku wa manane na dribbling zilizowachanganya mabeki. PSG walishinda Champions League, jambo lililoweka jina lake kwenye historia. Mwaka 2025 ndoto ya Dembele ilitimia kwa kura za waandishi wa habari, makocha na mabingwa wa zamani. Jina lake lilitajwa kama mshindi wa Ballon d'Or Ulaya. Ilikuwa ni ishara ya ushindi wa uvumilivu dhidi ya changamoto,
kutoka uvulana wa Vernon hadi kijana aliyejeruhiwa mara nyingi Barcelona, hadi kuwa nyota wa PSG na timu ya taifa ya Ufaransa. Dembele sasa amekuwa mchezaji bora duniani. Wakati wa kupokea tuzo hiyo, alitoa hotuba ya kugusa mioyo. Nilijifunza kuwa ndoto hazifi. Majeraha, mashaka na changamoto zote zilikuwa sehemu ya safari yangu. Leo nasherehekea sio tu ushindi wangu, bali ushindi wa vijana wote wanaotoka mitaa midogo na kuamini katika mpira. Nahitimisha kwa kusema kuwa safari ya Ousmane Dembele ni kielelezo kwamba soka si mchezo tu, ni shule ya maisha, ni hadithi ya uvumilivu, imani na bidii. Na sasa jina lake limeandikwa kwenye historia ya Ballon d'Or, bega kwa bega na mastaa wakubwa waliomtangulia. Mtazamaji wa Official Navik, chenye mwanzo hakikosi kuwa na mwisho. Ulikuwa nami Amina Lumwecha. Usisahau kusubscribe, kushare, kulike pamoja na kucomment.